Muda mfupi uliopita na muda ambao umemalizika, tuseme dakika 90 zimetamatika kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, ambako wananchi na wazungumzia Young Africans walikuwa na mchezo wa raundi ya pili, ikiwa ni hatua ya awali mchezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakicheza dhidi ya Weriete Benguela FC ya Angola, na jumla aggregate kwa sababu ukisoma manake Yanga 5 Weriete 0, kwa maana kwamba hatua ya kwanza walishinda magoli 3-0, hatua hii ya pili wameshinda magoli 2-0. Leo hii kuna dimba la Benjamin William Mkapa, magoli ya Pacome Zouzoua dakika ya 70, lakini pia goli la Zizi Ndambwile dakika za mwishoni kabisa wakati mpira unakwenda kutamatika. Lakini mjadala mkubwa ni referee wa kikosi hicho, na mzungumzia Romain Folz. Mimi ni Rashid Kasim, niko naye hapa mchungaji wa Simba. Tulikuwa wote hapa tumetazama dakika 90, tumetazama mchezo jinsi ulivyo. Kwa nini kocha anachambuliwa na kocha ndio anayezungumzwa sana kuliko timu? Niko naye mchungaji, tumetazama wote dakika 90 jinsi zilivyokuwa, na nianze kwanza kwako kwa sababu hata nyinyi pia mnashiriki ligi ya mabingwa. Unavyodhani kwa nini azungumzwe sana kocha wa Yanga na si timu ama wachezaji wengine kwa ujumla? Awali ya yote inabidi tumshukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Mechi ilikuwa ni nzuri sana pande zote mbili. Walichofanya wale mabwana Weriete walichofanya wale mabwana ni kwamba wamekuja hapa kuonyesha kitu walichokuwa nacho, na kweli wamekionyesha. Wamefungwa lakini kitu walichokuwa nacho wamekionyesha. Kwa ujumla siku hii ya leo timu zote zimecheza vizuri. Wale jamaa wamecheza vizuri, Yanga wamecheza vizuri, ndio maana kapata matokeo ya goli mbili. Shida inakuja kwamba sisi wa Tanzania tuna tatizo moja. Yaani timu zetu za Simba na Yanga siku zote wanatamani mechi kama hii mtu anafunga goli 6, 7. Kwa sababu hatua za awali wanafikiria hatua za awali timu labda hazijiwezi. Sio kweli. Hatua za awali timu zinaziweza. Kinachotokea hapo ni kwamba matokeo aliyopata mechi ya kujua mechi ya kwanza inakuwa tofauti na mechi ya pili. Mechi ya kwanza inakuwa tayari kocha ashawasoma, ashawajua. Kwa anachofanya yeye kwenda kulikava tu. Kama leo umeona kitu alichofanya mwalimu yule. Amejaribu kuwazuia Yanga speed yao na wamefanikiwa. Ila tu matokeo yanabaki pale pale kwamba wamefungwa goli 2, lakini kama mpira wamecheza mpira mzuri tofauti na wale waliokuwa kule Angola. Kwa ujumla unajua kupata jibu kwamba Yanga Afrika jinsi walivyocheza leo kwa style ambayo wamekuja nayo na mwalimu amekuja nayo, wana Yanga wenyewe hawariziki na style yao. Yaani wao wana ile Yanga yao ile kina Gamondi bado inawasumbua. Yanga kina Nabi bado inawasumbua. Yanga bado iko kichwani. Kwa hiyo kocha mwingine anapokuja anatoa kitu kizuri. Inawezekana bado kocha mwingine anahitaji apewe muda. Lakini wao tayari wana kocha wao, wana mpira wao ambao uko sio hivyo tu. Hata upande wa Simba hivyo. Yaani kuna mpira wanao kichwani. Sasa mpira ukija kukumbuka wanaona huyo kocha hatoshi. Sasa ndio unakuta watu wengine wanakuambia huyo kocha wa Yanga hafiki Oktoba 29. Samani. Hafiki Oktoba 29. Unajua kwa nini? Sababu kubwa wana mpira wao huko kichwani, sasa hawaoni bila kujua kwa mazingira nayo waga yanabadilika. Kocha huyu sio mbaya ila atoe muda. Sawa, huo ni kwa mujibu wa maelezo ya mchungaji hapa ambaye ni shabiki na mwanachama wa klabu ya Simba Sports Club. Yeye anasema kocha sio mbaya na kocha apewe muda, lakini unaweza kutuandikia pia kwenye kurasa zetu hapa za unaweza kutuandikia kwenye kurasa zetu hapa YouTube ambako tuko live sasa hivi. Unaweza kutuambia wewe ambapo unatutazama, lakini pia wote sisi tumeshuhudia dakika 90 kwa ujumla, kipi ambacho kimekuvutia zaidi kwenye mchezo huu, na tuko hapa tunaendelea kuangaza zaidi. Lakini nataka nizungumze zaidi na mchungaji tupate nondo zile ambazo mashabiki wanazitazama. Labda tuwatazame Weriete Benguela FC, ubora wao paka kuwafanya Yanga wanakuja kupata goli la kwanza dakika ya 70. Ubora wao ulikuwa uko sehemu gani? Ni vile kama nilivyokuambia kwamba mechi ya kwanza inakuwa watu hawajasomana. Inakuwa ndio first time watu wanakutana. Lakini sasa hii mechi ya pili kwa kocha amewasoma Yanga na wale na Yanga amewasoma wale. Kwa hiyo mechi lazima iwe na ushindani tofauti na hata kesho ya Simba. Na itakuwa ni ngumu sababu tayari washakutana. Hasa kilichotokea leo ni kwamba hao jamaa dakika 45 wao walikubaliana kwamba hawana cha kupoteza. Kama hawana cha kupoteza, mechi hii
tucheze tunavyojua sisi mpaka tupate, yani tushambulie, na ndio maana walikuwa wanashambulia. Na ukiangalia mpaka kipindi cha kwanza walikuwa wameshapata nafasi 3. Mbona Yanga walikuwa wameshapata 1. Maana yake nini? Wao tayari kwa wanaonekana kwamba wana kitu wanakitafuta. Yanga kama kwa na relax fulani kipindi cha kwanza. Na kipindi cha pili baada ya kufanya mabadiliko, ndo mabadiliko yaliyofanyika ndani ya Yanga kwa kipindi hiki kwa kumuingiza nani huyo striker wanamuita nani jamaa kutoka South Africa, Bayoko sio wanamuita South Africa striker wa Yanga. Yule ni Mkongomani ambaye alikuwa anacheza South Africa. Kuna United anaitwa Andy Bobo Aboyeli. Baada kuingia mpira ukachangamka na inaonekana pattern ya yeye na Pacome kidogo kama ilikuwa zinaendana. Ndio kikapatikana kile kilichopatikana. Na ukiangalia nani hakutendea haki dakika 45 huyu Mkongo mwenzake, huyu Mlokole, kwa maana ya Maxi Nzengeli. Hakutendea, ndio maana kutoka wakamtoa. Zangu ninamuona sasa hivi Nzengeli kama mpira unafanyaje? Una drop muda unapozidi kwenda. Kwa ujumla ni kwamba Yanga wanapozidi kwenda ndio wanazoea mazingira. Na kocha wa Yanga anapozidi kwenda ndio anazidi kuimprove. Ila watu hawataki hilo, wanataka kocha akiajiriwa tu siku hiyo aje na matokeo. Sawa, nikukumbushe hapa timu ambayo itakutana na Young Africans kwenye mchezo unaofuata baada leo hii ya kuwaondosha hawa Wiliete Benguela. Timu ambayo Young Africans watakuja kukutana nayo kwenye hatua inayofuata, Yanga watakutana na Sylvester, watakutana na timu inaitwa Sylvester Striker. Timu ambayo Young Africans wanakwenda kukutana baada ya kuwaondosha Wiliete ya Angola. Wanakwenda kukutana na timu ambayo inaitwa Sylvester Striker kutoka Malawi. Hii timu bwana inatoka Malawi, na leo pia wao walikuwa na mchezo kwenye mchezo kama huu ambao Yanga walikuwa nao jioni hii. Kwenye hatua hizi za awali walikuwa wanacheza na timu ya Ergeco. Hii Ergeco bwana, Ergeco Plus wenyewe walikuwa wanatokea nchi gani ambako matokeo yamemalizika kwa 0-0, hawajafungana. Wakati mchezo wa awali Sylvester Striker ambao watakutana na Yanga, hatua ya awali walipata ushindi wa goli 1-0 wakiwa ugenini. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo Young Africans wamefuzu kwa jumla ya aggregate magoli 5. Sasa tuziangaze hizi timu zetu ambapo hatua hii ya awali, kwa sababu tunakumbuka pia hata Yanga ushindi wake wa kwanza, mechi ya kwanza walishinda goli 3. Lakini mechi ya pili leo wamepata magoli 2. Nikuulize swali, nyinyi mlicheza dhidi ya timu kutoka inaitwa Gaborone United kutoka Botswana ambayo kesho mtacheza nayo. Kikwazo kilikuwa nini kwa Simba Sports kupata magoli mengi ambayo labda yawaondolee pressure kwenye mchezo, kwa sababu mchezo wa kesho dhidi ya hawa Gaborone, manake endapo ikatokea Gaborone akapata walau goli 1, atakuwa ameifanya mechi iwe ngumu zaidi. Yani kwamba sasa itabidi wachezaji wa Simba waamue kwamba liwalo na liwe, na inabidi wajitoe kwa vyovyote ili wapate walau tena goli 1, kwamba at least wao wameshinda kwa jumla. Manake yani kitatokea kesho, manangu ni kwamba wala ukipata goli hawataki kupata goli lolote, hawaruhusi kupata goli. Ukipata goli ni sare hiyo. Twende kwenye point sasa ya msingi, kilichopelekea ama ulivyotazama wewe ule mchezo wenu wa awali mpaka mkashinda kwa ushindi kiduchu wa goli 1-0 kule Botswana. Fight ile ya mechi ya Simba na Yanga. Alafu ukiangalia sisi Yanga wao walitangulia siku moja kabla, sisi tuliondoka kesho yake. Unakuta kulikuwa na tofauti mkubwa sana. Sasa hiyo ile fight ya Simba na Yanga ni mechi ilikuwa ni ngumu mno, na ni mechi ilikuwa ni ngumu sana, na watu watumia energy kubwa. Kwa hiyo mechi iliyofuata watu unaona uchovu ule ndio uliochangia. Kwa hiyo kwa ujumla wakaweza kupata ile goli 1, lakini uchovu nao ulichangia, ndio maana timu ilicheza vizuri sana. Ndio maana unakuta ukiangalia mechi ya juzi ya ligi, timu ndio kama imerejea katika hali yake. Na sio katika hali yake tu, hata mwalimu aliyeko Simba kuna vitu alifanya mabadiliko makubwa sana kwenye mechi ya ligi. Maana yake ni nini? Mechi ya ligi timu ilivyocheza na ile mechi ya kule tulioanzia kule Gaborone ni vitu viwili tofauti kabisa. Ile mechi Simba walicheza vibaya sana. Tena walicheza kuonekana kwamba kama hawahitaji kitu. Ile mechi ya Botswana ile inaonyesha kwamba kama hawahitaji kitu. Sasa ile kwa mechi za klabu bingwa jinsi zilivyo na huruka klabu bingwa
klabu bingwa michezo ya mitoano au shirikisho ni hatari zaidi. Sasa mwenzako akikutime akipata goli, mlima unakuwa mwingine. Mchungaji, wakati unaweka mic yako vizuri hapa ikae kama ya kwangu kwa muonekano kidogo, unaweza kurekebisha hiki kichwa hiki kwa kirekebisha hivi kikaukalia sawa sawa hapo. Umesema ule mchezo wenu wa awali fighting spirit ilikuwa ndogo kwa maana ya upambanaji, na umesema miongoni mwa vitu ambavyo vilichangia ikiwemo ni safari lakini pia uchovu, kwa sababu tayari mlikuwa mmetoka kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani zenu Young Africans. Kwenye mchezo ule dhidi ya hawa Gaborone United, unadhani ili kuondoa pressure, kwa sababu mimi niwe tu mkweli, nadhani mchungaji, nyinyi mashabiki wa Simba hamna pressure kwa sababu hizi ni hatua za awali, lakini wale pia ni CV yao ni ndogo kwa maana ya Gaborone United. Lakini wale mabwana ukiwatazama rekodi yao kwenye michezo 27 waliocheza wamepata ushindi kwenye michezo 22. Alafu michezo 5 wakawa wametoa draw. Na jumla wakawa wamefunga kwenye hiyo michezo waliocheza, wamefunga jumla magoli 28. Yaani ni wastani wa kwamba kila mechi hawaruhusu lakini lazima wafunge magoli. Wamepata ushindi kwenye michezo takriban michezo 27. Sasa tukiwa hapa na tayari uliutazama ule mchezo awali, hapo umezungumzia uchovu ambao ulichangia kwa maana kwamba mechi ngumu kutoka mechi na mtani. Lakini ni point yangu ni mechi ambayo wachezaji benchi la ufundi walitambua hizi ni mechi za mtoano, kwa maana kwamba mechi kama hizi za awali Simba aliwahi kuondoshwa na nikukumbushe aliondoshwa na wa Botswana wanaitwa Jwaneng Galaxy. Ilikuwa ni mwaka 2021 kama nitakuwa nakumbuka vizuri, kama nitakuwa nimesahau mtu anaweza kutukumbusha hapa. Kocha alikuwa ni Didier Gomez da Rosa. Simba akipata ushindi wa goli 1-0 ugenini. Walivyorudiana hapa mlivyokuja kurudiana hapa Dar es Salaam, wale mabwana wakaja kupata ushindi, na wazungumzia Jwaneng Galaxy walikuja kupata ushindi wa magoli 3 kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Vilio nikawa ni vingi. Unadhani ukiachana na uchovu na vitu vingine, kitu gani kingine kiliwafanya mkapata ushindi kiduchu kwenye huo mchezo zaidi ya Gaborone? Kwanza ukumbuke sisi tuna historia mbaya ya timu zinazotokea kusini mwa bara la jangwa la Sahara. Sio hapo tu, sisi hata timu za Msumbiji tuna historia nao mbaya. Timu za Gaboni, timu ya timu za Botswana tuna historia mbaya. Timu za South Africa tuna historia mbaya. Sisi tumekutolewa na Udisongo kutoka hawa wanatoka Msumbiji. Kwa hali kama hii ilikuwa kule tumepata matokeo hafifu hapa kule kwa tujafungana. Wakaja hapa tukapata goli, kwa ni shughuli nyingine. Tukatoka. Sisi tumekutolewa na Galaxy. Ya Jwaneng. Na ni timu ilikuwa inacheza hivi kama unaona kama hawaendi lakini ndio wanaenda. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba mechi ya kesho si nyepesi, na uliona siku ile dakika zile 10 za mwisho walishambulia sana. Walikuwa ni tuseme tu ni kwamba ni kama vile wao hawa Gaborone walikosa ufanisi mbele ya lango la Simba. La sivyo tungekuwa sasa tunazungumza pia story nyingine. Kwa hiyo mechi ya kesho si nyepesi kama watu wanafikiri. Ni mechi itakuwa ni ngumu, na nikwambie hakuna hatua mbaya kama za hizi za mtoano. Hatua nzuri ni za makundi. Makundi hata ukifungwa unaweza kujirekebisha ukafanya mambo. Lakini sasa mtoano ukifanya mistake, mzigo unajipa wewe. Mfano kama kesho jamaa akipata goli, mzigo unazidi kuwa mkubwa kwa ndani, kwa sababu inabidi wasawazishe alafu uongeze. Kwa hiyo au muone kwenye penalty, na kwenye penalty hazina mwenyewe. Kwa ujumla ni kwamba hivi mechi ya kesho si nyepesi kama watu walikuwa wanafikiria. Ndio maana hata ile Yanga wamefight kweli. Kipindi cha pili ndio kuamua matokeo. Jamaa kwa inaonekana kwa sababu walikosa nafasi karibu ngapi? Nafasi 2 kwa cha kwanza. Clear kabisa. Wao kwa maana hawa Weliote. Ina maana pale kulikuwa na watu ambao ni fighter wa kuscore magoli. Mpaka medali tulikuwa tunazungumza 2-2. Sio mpaka au Yanga usikipata ta goli. Kwa sababu ukishatangulia unajua ile spirit inashuka. Na wale wanapata nguvu. Sasa kwa mechi hii ya Simba ya kesho inabidi tujipange kweli. Tucheze kama tulivyocheza mechi ya ligi. Mechi ya ligi jinsi tulivyocheza imetukumbusha Simba ile ya miaka ile. Kivipi? Fadru
Simba siku nilikuwa nakulalamikia hapa. Fadru alikuwa anaiminya Simba. Yaani wachezaji walikuwa wanaminywa. Yaani mfumo kwa anatumia wachezaji walikuwa kama wanaminywa. Na kulikuwa hata sabu zake anazofanya ni sabu ambazo kwa hazileti tija. Anafanya sabu dakika 80. Juzi umeona wameingia watu karibu 5. Na timu ikachangamka na timu wakati Suleiman Matola akiwa yuko kwenye bench. Kaingia Ragu, kaingia Duchu, umeona bana. Na siku ile cha ajabu Dimba mwenyewe kaishikilia. Yasini. Muzamiru Yasini. Sio mpaka hivyo. Yaani maana kuna wachezaji ambao wana bench wanastahili kucheza. Yeye anawangangania wao wakina Mutale. Hao wanawangangania. Kumbe benchi limesheheni wachezaji. Juzi hata mumeona nani Ibrahim. Nani Morris Abraham. Kaonyesha kitu kikubwa sababu tayari anaonekana ana kitu ila alikuwa hapewi nini? Hapewi nafasi. Umeelewa? Nagu umeona ameingia kazima pale katikati. Rusha ni mpaka anaonekana kwamba atarusha nasipokuepo kazi na inafanyika. Kuna wachezaji lazima wachezeshe. Sasa yeye alikuwa anaangania hao tu. Utafiti timu haina. Alafu timu ilikuwa inaiminya hivi. Ndio maana unakuta Simba hata si timu ya kawaida kuhitaji magoli. Ilikuwa tuna struggle. Mechi za kawaida kabisa. Tunacheza JKT, tunacheza Suna Coast, kutafuta magoli tuna struggle. Timu kubwa imesajili wachezaji wa kimataifa. Ukiangalia benchi watu wamesheheni. Lakini jamaa ndio hivyo, ndio kwa mfumo wake. Sasa ile mfumo ni mbaya zaidi kwa Simba kwa sababu gani? Simba ni timu ambayo inahitaji matokeo muda wote, mpaka hata mechi za kirafiki. Lakini bwana ikafikia hatua Simba ameshinda goli nyingi sana 2. Ndio kajitahidi hapo. Goli lake 1 2 kwa shida, alafu baadaye mnashikilia roho mpaka dakika za mwisho. Juzi Suleiman Matola wana Simba siku ile hawakushangilia zile goli walizofunga siku ile. Goli 3. Walishangilia mfumo. Timu inaonekana inakimbia. Sababu siku ile inaonekana Yasini akichukua mpira, yeye kwa anagawa kwa Sahara. Mimi kwanza ni kurudisha nyuma kidogo mchungaji. Umezungumzia kikosi ambacho kilipangwa juzi mchezo wenu dhidi ya Fountain Gate FC. Kocha akiwa Suleiman Matola kwenye benchi baada ya kuondoka Mwalimu Fadru. Maingizo mapya nilimuona Mzamiru Yasini kwenye eneo la kiungo, alicheza sambamba na Yusuf Kagoma. Lakini mchezaji ambaye alipata sifa nyingi ni mchezaji Morris Abraham ambaye umemtaja, ambaye pia tunaona watu walikuwa wanasema kila siku kwamba ana kitu, lakini kipindi cha Fadru ni kama alikuwa apate nafasi. Swali langu, kumwanzisha Mzamiru Yasini kikosini kwa upande wake ilikuwa ni sahihi? Na kaonyesha na SQ alibeba timu. Na kaonekana kabisa kwamba yeye kwa anaona ule ukongo wake ndio umemsaidia. Acha huyo, aliingia mpaka Duchu kuingia timu ilikuwa inaonekana inashambulia. David Kameta Duchu. Yaani maana yake ni nini? Kuna wachezaji wengi walikuwa na kabenchi alikuwa anashindwa kuwatumia. Yaani tayari mbinu zake zilikuwa zishafe. Ndio maana siku ile kama unakumbuka kama hajaondoka, mimi nililalamika hapa. Nikamwambia huyu inabidi kama ikiwezekana aondoke aite kocha mwingine ambaye atakuja na jambo jipya. Siku ile sasa shoka Matola alikuwa mshauri ama alikuwa anashauriwa ile alikuwa hataki. Mbona Matola kapanga kikosi cha tofauti na timu imefanya vizuri? Siku ile nikwambie wana Simba wakakumbusha mpira wao, kwa sababu wana Simba wana mpira wao huko kichwani kwa shabiki. Mpira ukucheza ile Simba wanaotaka. Bwana timu hata kama imefungwa na kwamba tumefungwa tu, lakini mpira wetu tumefanya nini? Tumecheza. Ndio kitu ambacho sisi na mimi nahisi ile mechi hata ile ya Yanga asingekuwa kwa bichini ile mechi tulishinda. Kwa picha leo na juzi. Yaani ile mechi ya Yanga asingekuwa yuko kwenye benchi. Kwa maingizo mengi ya juzi, sababu hizo zifanye. Kwa sababu wewe angalia mechi ya Yanga siku sababu zilizofanyika, ni tofauti kabisa. Hapo sababu sio 2. Juzi imefanyika sababu karibu 5. Sio mpaka timu inakuwa na uhai, afu timu inaonekana kwamba inafanya nini? Timu inashambulia mpaka mawinga asilia tumewaona juzi. Mastreka asilia tumewaona. Timu inaonekana ina kitu. Sasa kwa mfumo ule ukiendelea vile, Simba itafanya makubwa sana. Sasa yani kuna kitu umekiongea, umesema kwamba inawezekana kwamba hata kwenye mchezo wenu dhidi ya Yanga kwamba Fadru asingekuwa benchi. Simba tungeshinda. Tungeshinda. Sababu timu inaonekana kwamba kuna watu walikuwa nje ya uwezo wangesababisha Simba ipate matokeo kama juzi ulivyoona. Unajua juzi mpira umeisha, watu wanatamani kuendelea kuangalia mpira. Burudani, yani dakika 45 watu wakafanya, mbona muda umefika hivi? 90 zimeisha watu wasema, 90. Yani watu wanatamani kuendelea kwa sababu mpira kama unacheza mzuri watu wanatamani kuangalia. Nikwambie kitu. Kuna kitu mimi kinasikitisha sana ambacho naona hicho labda mimi tofauti na wenzangu wana Simba. Kwamba hivi Fadru alikuwa ni kocha msaidizi wa Mamelodi. Baada ya kutoka Raja, baada ya kutoka Mamelodi akaenda Raja. Bado anakuwa msaidizi. Hakuaminiwa kupata. Sahi. Simba wakamwamini akiwa kama msaidizi, wakamwambia wewe utakuwa head coach. Na akaprove kile alicho nacho, akaipeleka finali. Sio ndio mpaka hapo. Finali ya kombe la shirikisho. Sasa mimi najiuliza swali. Matola kupewa timu inashirikana nini?
Na ukiangalia Matola katika wasaidizi wa makocha wamekaa na makocha wenye CV kubwa. Yeye ndo anaongoza karibu miaka 10. Kwa nini leo asimiliki ape timu? Sasa leo unamwona anakuja Jose Veleiro. Dalili zinazoona. Jose Veleiro anakuja. Jose Veleiro, kocha ambaye alikuwa mwanzo alikuwa na hudumu kwenye kikosi cha Orlando Pirates, lakini baadaye akasajili Nation Al Ahly kabla hawajaja kumtupia virago, ndio ambaye anapewa nafasi kubwa ya kutoka kwenye viunga vya Msimbazi. Swali nakuuliza, Fadru CV yake itengenezea wapi? Ametengenezea Simba. Sasa kuna mwenzetu tusimpe CV itengeneze Simba na uwezo wanao. Kwa maana bahati mbaya bahati nzuri zile nani za CAF alienda kuchukua diploma yake. Baada kumaliza diploma amesomea leseni ile ya CAF ambayo inamuidhinisha kusimama kwenye mechi za CAF. Umeelewa? Sasa shida mimi na kinachoniuliza na mimi viongozi najaribu kuongea nao kila siku. Shida nini tusimwamini yeye? Kama tulimwamini Fadlu ambaye yeye kacheza timu mbili tu, yaani kafanya timu mbili tu kubwa. Akaaminika hata Simba tukamkabidhi. Kwa nini tusikabidhi Matola? Sasa ili washabiki tayari kwenye akili zao, baadhi ya washabiki kwenye akili zao na mindset za washabiki kwamba kocha au mzungu ndo anajua ndo kocha. Yaani kushakuwa na rangi tu tofauti. Wanaamini huyo ni kocha. Lakini mimi nakataa. Kwamba huyu tukimwamini mbona Mgunda amekutupeleka nusu finali, robo finali. Nakumbuka. Na ni mzawa. Juzi timu inaonekana inafanya kitu. Kwa nini tusimwachie huyu? Sasa bila shida huyu kuleta makocha kutoka nje ni fashion au ni kitu gani? Na washabiki kuambia yule hawezi, ukimuuliza hawezi. Wewe unajua kozi aliyochukua. Yule ni mwalimu, kama mwalimu anayekuja, CV inawezekana CV ya mwalimu anayekuja na huyu labda amezidi na uzoefu. Kwa sababu katika makocha mimi nakwambia Afrika Mashariki hii wamekutana na makocha wenye CV tofauti ni Matola. Mpaka chini kwa maana ya kwamba ukizungumzia walimu ambao wamekaa kwenye timu muda mrefu zaidi, unamzungumzia Selemani Matola kwamba amehudumu chini, na umezungumzia kwamba pia viwango vya makocha tofauti ambao amewahi kufanya nao kazi. Kwa hiyo tumeona makocha wakubwa wamekuja hapa na kuondoka, makocha kama kina Benchika, akina Brai Benchika, kocha kama akina Fadlu Davis ambaye kaondoka juzi, kuna huyu akina Didier Gomez da Rosa, Steven Bande Brock wamepita wengi, lakini pia hata Uchebe pia. Sasa mnashindwa kuelewa shida ni nini, kwa nini asikabidhiwe? Na hii kitu hii ngwambie, leo sisi tunamtengenezea South Africa, nikueleze kitu, tunamtengenezea South Africa CV kubwa. Siku ile baada ile kama uliona siku ile wakati tumeingia finali, yule unaona aliruka kufurahi. Hakufurahi kwa sababu Simba amevuka. Yeye alifurahi, ametengeneza nini? Ametengeneza CV yake na CV yake sasa hivi imekuwa kubwa. Kwa nini mzao sisi tunambania wakati yeye angeweza kupoteza CV yake? Kwa Simba hii ilipo Matola ukikabidhi, nikwambia kitu. Kinachofanyika tena siku inakuwa ni kama tangazo. Amejali huyu Jumatano tutakuwa Serena. Umeona? Waandishi wa habari tutakuwa Serena. Tukio kubwa nini? Tunaenda kumtambulisha head coach. Nani? Selemani Matola. Anapewa nyumba, anapewa wasaidizi, tena benchi la ufundi ambapo achague. Sio unaniomba kama. Nakula vizuri. Usafiri, mshahara wake analipo kama foreigner anavyolipa. Nakwambia hivyo atapeleka mbali. Ila mindset za watu kwamba nani Matola? Hawezi. Yaani akili ina kasi kwa nini hiyo kitu? Sasa ni mindset ya watu nikwambie kitu kingine. Umeona mtu ambaye anaitwa Morocco. Hemed Suleiman Morocco. Wazungu wamekuja, Waarabu wamekuja na CV zao na nini. Hakuna Mwarabu au mzungu wote amekuipeleka Simba national team robo finali toka nje hiyo. Ila yeye aliaminiwa. Amefanya hicho kitu. Sasa na sasa hivi ana program ya kwenda 2027. Kwa sababu ni wakati tunaweza. Na kwa nini Simba amevutiwa kumchukua asimame kwa muda? Kwa sababu kwa kile kitu alichofanya. Sasa kwa nini Matola baki kama head coach wa Simba? Sio namba kayo. Au kama una vipi tumchukua hata huyo Morocco head coach wa Simba. Mimi nimewachunguza sana wazungu. Wazungu wanakuja wanapita hapa. Mafara wanapita kutengeneza CV. Hii CV tu nitengeneza Fadlu mimi niuma sana. Natamani mko amepata nani? Mzawa. Na hivi leo ukisikia Matola leo anafundisha Warabuni. Ni sifa kubwa sana hiyo. Leo Matola anafundisha South Africa. Je, Matola angeachoa ile Simba afanye break na finali leo tungemwona anaenda Raja kufundisha. Ila sisi kama sisi hatujikubali. Hivi mimi toka juzi ndo kampeni yangu, lakini nikisema watu nasikia huyo sikumbita tu anatambulishwa leo kwamba Jose nani huyo? Anaitwa Jose Ribeiro. Ni Brazil. Ambaye ni huyu bwana yeye ni Mreno
Jose Rivero. Huyu bwana alikuwa kocha wa Orlando Pirates kabla ya kuja kukabidhiwa National Al-Ahly huko ambako alifanya vibaya huko Misri na wao wamemfungashia virago. Kwa hiyo ukiangalia pale kwenye orodha ya makocha ambao wanapewa chapuo la kukabidhiwa timu, kwamba tusishangae muda wote kuanzia sasa Simba Sports wakamtangaza kama kocha wao mkuu, lakini kilio cha mchungaji wa Simba ni kuona Suleiman Matola anakabidhiwa timu kama kocha mzawa. Kidogo nikuulize, kwani CV ni nini? CV kwa Kiswahili inaitwa wasifu. Wasifu Sasa katika hao makocha na kwamba huyu ndio ana wasifu mkubwa. Kwanza orodha tu ya watu waliokaa nao. Orodha tu ile aliokaa nao kama mimi binafsi sikupingi kwenye pointi yako ya unaizungumzia kwamba ukitaja walimu kwa ukanda huu wa Afrika ya Mashariki na Kati waliokaa kwenye timu muda mrefu utamtaja Selemani Matola, hakuna atakaibisha, kwa sababu kwa miaka takriban yote hii ambayo Simba Sports wanakwenda robo finali mara 5, wanaweka viwango vya ubora Afrika, kwenye bench pale kocha msaidizi ni Selemani Matola. Hawa makocha wote ambao wamekuja kina Robertinho wanapewa senki, wanaondoka, timu imekuwa inabaki mikononi mwake. Akina Juma Ramadhani Mugundo wanakuja pale kama makocha wa muda, lakini wanamkuta pale muongozo wanapewa na Selemani Matola. Sasa kuna mtu hapa anaweza akakuuliza, mchungaji, ukiacha hilo, kingine kipi ambacho kinakuvutia zaidi na unaamini ni muda sasa Selemani Matola akakabidhiwa timu? Nikwambie kitu, kuna swala ambalo inabidi sasa mindset za watu zibadilike. Mtazamo. Yani ubadilike kabisa, kwamba kuna mambo mengine yanaweza kufanya. Nimekupa mfano tu wa kuhusu huyu Morocco. Ahmed Suleiman Morocco. Huu ni mfano tunaokupa. Mbona sasa hivi anaamini? Simeelewa. Sasa tunaamini mtu vipi wakati hujamkabidhi? Ngoja, mimi nasoma ujumbe wake bwana, siwezi kuwa na yana. Nasoma ujumbe wako, anaitwa Douglas Birishanga. Haujasema unatokea wapi, lakini unatutazama live. Unasema Matola ndo kilusi kikubwa pale Simba, mtakuja kunishukuru. Yeye ameandika hivyo, lakini Jombi wewe hujasema unatokea wapi, lakini umezungumzia kabisa sawa. Lakini kuna mtu anaitwa Maliki Kamote, yeye anasema bwana mchungaji, sisi tunataka kocha wa kigeni. Umeona sakazi hiyo? Ndio hapo nakwambia mtazamo.